Lakini huyu Mwande Kingo Kisebengo hakuonana naye, alikutana na mtu anaitwa Lukwele. Yeye ndio alikuwa kama mwangalizi wake wa mkuu. Alichokiona kwa usiku ule ikabidi akimbia akaona. Walipoulizana akasema nimekuja kwa amani. Lakini hisi ya Mwande ngamlongele mwenyewe, yani nikamwambie mwenyewe. Alipokwenda kumwambia mwenyewe akasema kila kitu fanya wewe. Ikabidi Lukwele na timu yake wakamkubali, wakamtengenezea sehemu, kwa sababu shughuli zake ilikuwa yeye ni mwindaji akitokea kanda mzigo. Hicho ndio kilichompelekea Kisebengo kupata usultani namba 1 kwa Morogoro. Lakini Kingo Kisebengo Waruguru sasa njia yao walikuwa wanapita ile pale Kitakwataji pale palikuwa panaitwa Kidondoro. Hawapiti sasa, maana yake mtu aliyokuwa pale hawamjui. Kwa hiyo tayari kuna mgogoro. Wao wanapitia huku Mgambani, wanakwenda Bagamoyo kuchukua chuo. Yule akashangaa sana Kingo, kuona wenyewe hawapiti kati hapa, kuna shida. Hebu watafute. Katika kuwatafuta akaita sasa kwetu akamtafuta. Ile tatizo mmoja akamata, akapelekwa kwa Kingo. Alipopelekwa kwa Kingo, Kingo akamuuliza, hebu eleza kwa nini ampiti hapa kati, kuna shida gani? Yule ikabidi aeleze kwamba wewe Kingo si mwenyeji wa hapa. Sasa inawezekana pengine umekuja kwa vita. Sasa na sisi hatutaki vita, hatutaki mgogoro. Tunapitia juu kule Mgambani kwenda kuchukua chumvi Bagamoyo. Akasema hapa mimi mwenyewe nimekuja kwa rafiki wa Mwande na Lukwele. Kwa hiyo mimi ndugu yetu, piteni marefu kwa mapana hapa. Ikabidi yule akaenda kuambia wenzake. Kwa hiyo kula kipindi ukapelekea kuleta amani katika mji wetu. Lakini sasa ile isi ya Mwande na ile neno mgogoro, kwa mgogoro ikaja Morogoro. Hivyo kila jambo linakuwa na mahala pake. Nimeona ni vema jambo hili lizungumzwe na tumjue Nyerere ni nani katika nchi hii hapa Morogoro. Kwa hiyo naye alikuwa na tambiko lake. Kwa kusema hayo niseme asante sana.